Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, we also thank you tonight again. tunakushukuru mara tena usiku huu. Thank you for the blessings of our lives. Asante kwa baraka za maisha yetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. I also want to welcome you again, Nataka tena nikukaribishe and that we may continue from where we left last week. ili ya kwamba tuendelee pale ambapo tuliachia juma This lililopita. is not my life. Haya si maisha yangu. This is the second part. Hii ni sehemu ya If pili. you're writing, this will be a blessing to you. Wakati unaandika itakuwa ya baraka kwako. And what you hear me teach, Na kile ambacho unanisikia nikifunza, you can also pick it and go and teach it somewhere, unaweza kichukua na uenze ukifunze pali and pengine. all to the glory of Kwa God. utukufu wa jina la Mark Yesu. chapter number 5. Marko 5, The second part of this is not my life. sehemu ya pili, haya si maisha yangu. I said last week, this can't be your prayer Nilisema juma lililopita, haya hayawezi kuwa maombi yako unless you are tired with the life you are living. kama hujachoka na maisha ambayo It can be unayaishi. your marriage that you are tired of. Inaweza kuwa ndoa yako ambayo The umeichoka, lifestyle your children are leading. maisha ya watoto wako wanayoyaishi. Maybe they are drunkards. Labda wanalewa, Maybe they are taking substance you don't know. labda wanatumia vitu ambavyo hauvijui. Like a woman called me and told me, Kama vile mwanamke alinipigia I simu na want you to pray kuniambia, for my children. nataka uombee watoto Every wangu. time they go out and they take some things I don't know, Kila siku wakitoka wanatumia vitu ambavyo they sivijui. come back late at night and they are singing songs I've never heard. Wanarejea usiku na kuziimba nyimbo ambazo They are sijaizisikia. dancing styles I've never seen before. Wanacheza hali ambayo sijaiona And they wakicheza. come in the house and bang the door and they roughen me. Na wanakuja nyumbani wanapiga mlango na wananizungumzia And kwa they tell sauti. me this is not my home state. Na wananiambia hapa si kwako. That I should go back to my mother's place and father's place. Ya kwamba lazima niende kwa nyumba ya baba yangu na mama yangu So I huko. want you to pray hard for me. Hivyo nataka uniombee Now if zaidi. you are going through such a kind of life, Wakati unapitia maisha kama then you hayo, realize that is not your life. hivyo unatambua kwamba hayo si maisha yako. Last week I was teaching on how to disown that lie. Juma lililopita nilikuwa nazungumzia jinsi ya kuyakataa maisha One hayo. by standing up and confessing it powerfully, this is not my life. Kwa kusimama na kukiri kwa nguvu ya kwamba haya si maisha You yangu. can't live it and you are not refusing it. Huwezi kuyakataa na bado If unayakubali. it is not yours, you must leave it. Kama si yako lazima And uyaache. you must leave it and confess it that I am coming out of this life. Na kama unataka kuyaacha lazima ukiri ya kwamba ninatoka katika And maisha then you haya. don't sit there, Na uketi hapo. but you begin to activate your life in the direction of coming out. Lakini unaenda kufanyisha kazi kwa mwelekeo wa And kuyatoka. last week we saw a synagogue leader Juma lililopita tuliona kwamba yule mtu wa who sinagogi had a daughter who was dying at home. ambaye alikuwa na binti ambaye alikuwa anakufa nyumbani. And I said maybe he had gone to different sources to get help. Na labda nilisema ya kwamba alikuwa ameenda katika pahali tofauti kutafuta matibabu. But every time you run to get help in a wrong source, Na wakati mwingi wakati unakimbia kutafuta usaidizi katika misaada ambayo the isaidii, results are always discouraging. matokeo ni mabaya. Instead of getting better, you get worse. Badala ya kupata vyema unapata mbaya. So it had been worse until now life was coming out of her daughter. Hivyo ilikuwa vibaya hadi maisha yalikuwa yanamtoka binti wake. And this was a dangerous moment. Na hii ilikuwa hali hatari zaidi. So much like what you are seeing in your life now. Kama vile unavyoviona katika maisha yako. Maybe by this grace you are sleeping in a bed somewhere in hospital. Labda kwa neema hii unalala katika kitanda pahali hospitalini. And the only thing you can hear is this voice tonight. Na kitu ambacho unawekeza kisikiza ni sauti hii usiku wa leo. Then this is a voice of help. Na hii ni sauti ya It msaada. has come to remove darkness out of your life Imekuja kuondoa giza katika maisha yako and bring light. na ilete nuru. The synagogue leader had suffered in darkness. Yule msinagogi alikuwa ameteseka kwa muda. Every time you live in darkness, many things will die in your life. Kila wakati unaishi katika giza, vitu vingi vinakufa maishani mwako. Your health can die. Afya yako inaweza That is kufa. when your profession can also die. Hata kazi yako inaweza kufa. And if you are a contractor somewhere, then you find no work to do. Na kama wewe ni contractor haupati kazi ya kufanya. Because darkness is a thief. Kwa sababu giza ni And mwizi. it
tries to creep into your life every time. ambayo inazidi kuingia katika maisha yako kila And that is wakati. why Jesus said men ought to pray. Hapo ndipo Biblia inasema ya kwamba wanadamu yawapaswa And kuomba. I came to say men ought to believe always. Na nimekuja kuambia kwamba lazima wanadamu waamini. You ought to read your Bible always. Lazima kusoma Biblia kila If you're mara. a preacher like me, you ought to do it even more better. Kama wewe ni mhubiri kama mimi, tazamia kufanya zaidi yangu If hivi you're in a leo. worship team somewhere, you must do it better. Kama wewe unaabudu, lazima uabudu If zaidi. you're an usher in your ministry, you must do it better every day. Kama wewe ni shamanzi, lazima ufanye zaidi kila Because siku. that is what men ought to do. Kwa sababu hiyo ndio inawapasa wanadamu As we kufanya. wait for the greatest miracle, the second return of Jesus. Wakati tunangoja muujiza mkuu wa kurejea kwa Yesu. So the synagogue leader was tired of darkness. Hivi mkuu wa sinagogi alikuwa amechoka. Because darkness will bring death in your life. Kwa sababu giza italeta kifo maishani Many mwako. people who live in darkness, they sin every day. Watu wengi ambao wanaishi katika giza wanatenda dhambi kila siku. And they are so much accustomed to sin. Na wamejihusisha kwa kutenda dhambi kila siku. Until sin is part of them and they are part of sin. Hadi dhambi ni sehemu yao na wao pia ni sehemu ya And they have dhambi. customized sin. Na wamefanya kuishi kwa dhambi. Until if they don't sin, they feel they are sick. Hadi wakati ambapo hawatendi dhambi wanajiona wao ni The wagonjwa. food you are eating in your house even now is stolen food. Chakula ambacho unakikula katika nyumba yako hata kimeibwa. And even the television set you are watching, Na hata televisheni ambayo unaiona, not to mention even where you found it from. sitaki kutaja pahali ambapo uliitoa. Everything around you in your house is stolen. Kila kitu katika nyumba yako And kimeibwa. anything you have, somebody is crying somewhere. Na kila kitu ambacho uko nacho mtu analia pahali. Because your life is in darkness. Kwa sababu maisha yako And even yamewekwa the katika house giza. you are hearing this message in is not your house. Na hata nyumba ambayo unaisikiza ujumbe huu si nyumba You yako. have left your family somewhere and you're in a wrong house tonight. Umeacha nyumba yako pahali na uko katika nyumba mbaya. Time has come, you must run and get help. Wakati umefika, lazima ukimbie na upate msaada. Run back to your house, run back to your family. Kimbilia jamii yako na kimbilia kwa nyumba If you yako. are sick in that bed, just begin to stand up and stretch. Wakati wewe ni mgonjwa katika hicho kitanda, amuka na uanze And kujinyosha. begin to say, I'm tired of this. Na uanze kusema nimechoka na And my hii. time has come. Na wakati wangu And umefika. this is my message. Na huu ni ujumbe wangu. This is not my life. Haya si maisha yangu. So this man ran to Jesus. Hivyo mtu huyo akamkimbilia And he was Yesu. giving a story about his daughter. Na alikuwa anampea hadithi kuhusu binti And I yake. wish you knew how fathers love their daughters. Na litamani ujue jinsi baba wanapenda mabinti zao. I'm sorry if you are a son there, I don't mean your father does not love you. Samahani kama wewe ni kijana, sijasema ya kwamba baba yako We hakupendi. love you so much. Tunakupenda zaidi. But daughters enough so much that when they are dying, Lakini binti ni zaidi, ili ya kwamba wakati wanakufa, the leader left his leadership roles mkuu aliacha ile kazi yake ya ukuu in the synagogue katika and he sinagogi ran to the greater master. na akamkimbilikia mkuu ambaye ni Yesu. He was a leader in the synagogue. Alikuwa ni mkuu wa But there sinagogi. is another greater leader whom we must run to. Lakini kuna mkuu zaidi ambaye lazima Even if umkimbilie. you're a governor, there is another governor somewhere. Hata kama wewe ni gavana, kuna gavana If mwingine. you're a teacher, there is this great teacher. Kama wewe ni mwalimu, kuna yule mwalimu mkuu. If you're a prophet, there is this great prophet. Kama wewe ni nabii, kuna nabii mkuu. If you are a pastor like me, there is another greater pastor Kama wewe ni pasta kama mimi, kuna pasta mkuu that you must run to every time. ambaye lazima umkimbilie kila And wakati. therefore he ran to Jesus. Na hivyo akamkimbilia And he Yesu. was there and asking Jesus, Na alikuwa pale akimuuliza Yesu, what is it I can do? My daughter is dying. je, ni kipi ambacho naweza kitenda ili binti yangu asife? The one I love most is dying. Yule ambaye nampenda zaidi anakufa. And my neighbors are already making a WhatsApp group. Na majirani tayari wanaunda ile grupu ya WhatsApp. My relatives are already looking for a bull to slaughter. Wanajamii wanatafuta yule mwana ng'ombe wa kuchinja. My brothers are already looking for a place to dig the graveyard. Ndugu zangu wanatafuta pahali pa kuchimba kaburi. The grave diggers are already negotiating on their promise. Wale wa kuchimba kaburi tayari wanauliza bei That is if yake. you are coming from an area like where I come from. Kama unatoka katika pahali ambapo mimi There are people natoka, who are special when you die. kuna watu speciali wakati They unakufa. will never dig your grave until they have settled in an agreement. Hawatachimba kaburi hadi waelewane. There is
a kind of meal they must be given. Kuna aina ya chakula ambacho lazima And wapewe. the size of ugali they must be given. Kuna kipimo cha ugali ambacho lazima And there are wapewe. kind of drinks that must be put aside for them. Kuna vinywaji lazima ambavyo vinafaa viwekwe kwa ajili And yao. even before they begin the process of digging your grave, Na hata kabla ya waanze ile hali ya kuchimba kaburi those lako, things must be in their hands. vitu hivyo lazima viwe mikononi And mwao. they take some kind of drugs that makes them to sing songs we don't Na know. watatumia madawa ambayo yanawafanya waimbe nyimbo ambazo Their hatuzijui. language at times is not our language. Lugha yao si kama lugha But yetu. they are very important people in a society. Lakini ni watu wa muhimu sana katika jamii. They do what you cannot do. Wanafanya kile ambacho hauwezi So kukifanya. maybe because of the daughter of this synagogue leader, Labda kwa sababu ya binti huu ya mkuu wa those sinagogi, people were already warming up. watu hao walikuwa They are wanajiandaa. called the grave diggers. Wanaitwa wachimbaji wa And kaburi. everybody in the village was just about and ready to receive the news that the daughter is already Na kila dead. mtu katika jamii alikuwa tayari kuzipokea habari ya kwamba binti yake amekufa, Because they were seeing life fade away from that young kwa girl. sababu waliona maisha yakiondolewa katika huyo binti. You need to have a strong father in your life, Lazima uwe na baba mwenye nguvu, so that when things are tough, your father may know the right source, ili ya kwamba vitu kama ni vigumu, baba yake atajua pali ambapo where he can utakimbilia, run to. pali ambapo anaweza You kukimbilia. need to have a strong spiritual guidance in your life, Lazima uwe na mwelekeo wa kiungu wa so that you can know where to run to when things are not working. ili ya kwamba ujue utakimbilia wapi wakati vitu ambavyo Because havisongi. after all, in the life we live, Kwa sababu baada ya hapo hata maisha ambayo at tunaishi, one point or the other, things sometimes go bad. wakati mmoja vitu vinaenda vibaya. And I said the other time, Na nilisema wakati uliopita, sometimes good things wakati mwingine vitu vizuri happen to bad people, vinatendekea watu wazuri, and bad things na vitu vibaya happen to good people. vinatendekea watu That is wazuri. how life is. Hivyo ndivyo maisha You can yalivyo. be laughing today, Unaweza cheka but leo, there comes a time you cry. lakini inafikia wakati unalia. The purpose of this topic Sehemu kuu ya mada ya and the usiku wa leo purpose of these teachings na malengo kuu ya are to mafunzo show haya you where to run to ni kukuonyesha utakimbilia when a wapi number of things are dying in your life. wakati mambo yanakufa maishani mwako. So it was the last minute. Hivyo ilikuwa ni sehemu ya It mwisho, was the end minute. ilikuwa ni sehemu ya mwisho But zaidi. before the daughter died, Lakini kabla ya binti you kukufa, must realize Jesus is alive. lazima utambue ya kwamba Yesu You anaishi. must realize that he loves you. Lazima utambue ya kwamba Yesu You anakupenda. must realize he left his throne to come and save you. Lazima utambue ya kwamba aliacha kiti chake cha enzi ili And akukomboe he wewe, died that you may live. na alikufa ili wewe And uishi. so the leader went to Jesus. Na hivyo mkuu wa sinagogi akamwendea Yesu, And her issue was about her daughter. na jambo lake likumhusu binti And she yake, said this in a last part of her word. na akasema hii katika sehemu ya mwisho ya maneno yake: Please come and lay your hands on her. tafadhali njoo uweke mkono wako juu And you yake. realize the ministry of laying hands. Na unatambua huduma ya kuwekea Your mkono. pastor must lay his hands on you every time. Mchungaji lazima akuwekee mkono kila So there mara, is power in hand laying. kwa sababu kuna nguvu katika kuwekea If you mkono. are sick, go to a man of God and let him lay his hands on you. Wakati wewe ni mgonjwa, enda kwa mtu wa Mungu na akuwekee There is mkono. great impartation in laying of hands. Kuna ukuu zaidi katika kuwekewa The mkono. virtue to heal will move. Hiyo sehemu ya kuponya itatembea. So maybe this synagogue leader had heard what Jesus was doing. Labda mkuu wa sinagogi alisikia kile Yesu alikuwa And he anakitenda, heard that he was laying hands on little children. na alisikia kwamba alikuwa anawekea watoto wadogo mikono. He heard that he was doing miracles around. Alisikia kwamba alikuwa anafanya So miujiza. when he came to Jesus, he was specific. Wakati alimkujia Yesu alikuwa na ile And hali, he said, because my daughter is dying, na akasema ya kwamba sababu binti yangu come anakufa, and lay your hands on her. njoo umwekee The mkono. last part of it, Sehemu ya mwisho, then she will be healed na atapona and will live. na ataishi. She had a problem. Alikuwa na She shida, showed the direction, akaonyesha and mwelekeo, she concluded on the results. na akaonyesha matokeo ya mwisho. She is sick. Yeye ni mgonjwa, Come and lay your hands. njoo umwekee And if you mkono, do lay your hands, na wakati unamwekea then she will mkono be healed, atapona and she will not die, na hatakufa, and she will live. bali ataishi. Great faith.
Hiyo ni imani kuu. So when we run to Jesus with our problems, Wakati tunamkimbilia Yesu na shida zetu, when you realize this is not your life, wakati unatambua ya kwamba haya si maisha yako, when you see the life your children are living and say this is not their life, wakati unaona maisha ya watoto wako na unatambua kwamba haya si maisha yao, so tonight have a meeting with yourself. usiku huu kuwa na mkutano wewe mwenyewe. Sit down with yourself. Keti chini wewe mwenyewe. Be the chairman of that meeting. Kuwa mwenyekiti wa mkutano huu. Be the secretary of that meeting. Kuwa mwandishi wa mkutano huu. Be the member and treasurer of that meeting. Kuwa mmoja wa mkutano huo na mweka hazina. And make a very long agenda. Na ukuwe na agenda ndefu. And find out the kind of life your children are living. Na utazame maisha ya wana wako wanayoyaishi. And conclude by saying it is their life or it is not their life. Na umalizie kwa kusema ya kwamba ni maisha yao au si maisha yao. Look at the direction your marriage has taken. Tazama mwelekeo wa ndoa yako ambayo imechukua. The business you are doing, how is it? Biashara ambayo unafanya iko aje? The paramount question, swali la lazima, is that your life? Ni ya kwamba je, ni maisha yako? When it is not your life, kama si maisha yako, we are running to Jesus tonight. Tunamkimbilia Yesu usiku huu. Because we know when we run to him, kwa sababu tunajua wakati tunamkimbilia, there is the ministry of laying to hands. Kuna huduma ya kuwekea mkono. We are running to our altars tonight. Tunakimbilia madhabahu yetu usiku wa leo. This week we are running to our altars. Juma hili tunakimbilia madhabahu yetu. When you are tired of that life, you must be there even before the preacher. Wakati unachoka katika na maisha yale, lazima ukue hata mbele ya mhubiri. Go there and begin to confess what you are going through. Enda hapo na uanze kukiri yale ambayo unayapitia. Go and show to Jesus who is dying in your life. Enda umuonyeshe Yesu ni nani anayekufa katika maisha yako. Tell him what you want him to do. Mwambie ni kipi unataka akufanyie. The synagogue leader was very directional. Mkuu wa sinagogi alikuwa na mwelekeo. Saying his problem, akasema shida yake, praying on what to be done, kuomba kile ambacho kinafaa kitendeke, and confessing the end result, na kukiri matokeo ya mwisho, by saying my daughter will not die, na kusema kwamba binti yangu hatakufa. So tonight is a night we are running to him who matters more. Hivi usiku huu ni usiku wa kukimbilia yeye anayejali zaidi. We are running to the great leader of our lives. Tunakimbilia mkuu wa maisha yetu. We are running to the great minister to our ministries. Tunakimbilia yule mkuu wa huduma zetu. And his name is Jesus. Na jina lake ni Yesu. With whatever you are going through, kile ambacho unakipitia, that which wants to bring shame to your life, kile ambacho kinataka kileta aibu maishani mwako, that is the report we are carrying to that able seat. Hiyo ndio ripoti ambayo tunaielekea katika kiti kile. Remember, he is the King of Kings. Kumbuka yeye ni wafalme wa wafalme. Remember, he is the healer of our lives. Kumbuka yeye ni mponyaji wa maisha yetu. Remember, he is the one who promised your deliverance. Kumbuka yeye ndiye aliyeahidi ukombozi wetu. He is the silver and gold you are looking for. Yeye ni fedha na dhahabu ambazo unazitafuta. You can go all round but come back to him as the center. Unaweza zunguka na urejee kwake. Even kings are looking for him. Hata wafalme wanamtafuta. Presidents are looking for him. Marais wanamtafuta. Doctors are looking for him. Madaktari wanamtafuta. Teachers are looking for him. Walimu wanamtafuta. One time I was sick. Wakati mmoja nilikuwa mgonjwa. And I went very early in a hospital. Na nilienda asubuhi moja hospitalini. And when I reached there, I was told the services have not started. Na wakati nilifika pale nikaambiwa huduma hazijaanza. And I was asking why are the doctors late? Na niliuliza kwa nini daktari wamechelewa. I was told the doctors are not late. Na niliambiwa kwamba daktari hawajachelewa. The nurses are not late. Manasi hawajachelewa. They are already holding hands in a prayer room. Wanashikana mikono katika chumba cha maombi. maombi. They are praying before they begin to offer their services. Wanaomba kabla ya kuanza huduma zao. And that really motivated me. Na hiyo ilinitia nguvu. That even doctors are looking for him. Na hata madaktari pia wanamtafuta. Teachers in a school must also gather. Walimu pale shuleni lazima waungane pamoja. Before they begin to offer their services. Kabla waanze kutoa huduma zao. They must hold their hands and pray together. Lazima washikane mikono na kuomba pamoja. Contractors somewhere must also gather. Makontrakta pamoja lazima wahusike. Before they begin to do that work. Kabla waanze kufanya kazi hiyo. They must hold their hands. Lazima washikane mikono yao. Governors must also do the same. Gavana lazima wafanye pia hivyo. When presidents are meeting, they must do that. Wakati marais wanakutana lazima wafanye hivyo. The kings of this world wafalme wa dunia hii must first seek
the face of the greater king, lazima watafute mfalme mkuu zaidi, because he's the one that matters kwa most. sababu yeye ndiye anayejali So zaidi. tonight is a night. Hivyo usiku huu ni usiku, We are calling upon him. tunamuita Him whom the synagogue leader ran to. yeye ambaye mkuu wa sinagogi alimkimbilia. His name is Jesus. Jina lake ni And he Yesu, said, I must go back to the na Father, akasema lazima nimwende mbele ya baba so that yangu, when I go there, I will ask him to send the helper. ili ya kwamba nikienda huko nitamuuliza tume msaidizi. So every time we call on the Holy Spirit, Hivyo kila wakati tunaita Roho Mtakatifu, we are calling on the helper. tunaita msaidizi, We are calling on the ministry that Jesus offered. tunaita huduma ambayo Yesu And the aliitoa, same that happened in Mark chapter number 5 na ile ambalo lilifanyika katika Marko mlango wa can 5 still happen in our ministries today. inaweza tendeka katika huduma zetu Can leo, still happen in our lives today. inaweza tendeka katika maisha yetu Can leo, still happen in our workplace today. inaweza tendeka katika kazi zetu leo. Everywhere we go, that can still happen. Kila popote ambapo tunaenda hilo linaweza tendeka. We have heard of great testimonies Tumesikia shuhuda of kubwa bad things that happened. ya vitu vibaya ambavyo But when vimetendeka, people came back to the altar for prayer, lakini watu waliporejea madhabahuni kwa when maombi, people came back to seek the help from God watu walipokuja kutafuta msaada wa and Mungu to call on the name of na Jesus, kuliita jina la Yesu, something better happened. kitu kizuri kilitendeka, Something better will happen. kitu kizuri A kitatendeka, new song will come in your mouth. wimbo mpya utakuja mdomoni Because mwako, all this is about bringing honor and glory to kwa Jesus. sababu hii yote ni ya kuleta heshima na utukufu kwa The Yesu. synagogue helper was supposed to get some help, Mkuu wa sinagogi alitaka kupata but he msaada, didn't get anywhere. lakini hakupata pahali There popote. is no help anywhere in this world Hakuna msaada pahali popote katika dunia hii, until the center point becomes Jesus. hadi pahali ambapo utatambua kwamba msaada unatoka kwa Yesu, Until the greater name that we call is Jesus. hadi jina kuu ambalo tunaliita liwe Yesu, Until the one we are looking for is Jesus. hadi yule ambaye tunayemtafuta ni Yesu, Until this county will call on his name. hadi kaunti itaitia jina lake, Until the nation will call on his name. hadi taifa litaita jina lake, Until the blackmail and every other bad thing happening will come to an end. hadi vitu vyote vibaya ambavyo vinafanyika vitafikia And mwisho, people will begin to call on the name of Jesus. na watu wataanza kulitia jina la Then Yesu. no change will come. Hivyo hakuna mabadiliko When you are yatakuja. looking for change, Wakati unatafuta mabadiliko, Jesus is change. Yesu ni When you are mabadiliko. looking for better health, Wakati unatafuta afya njema, Jesus is health. Yesu ni When you are afya. looking for peace, Wakati unatafuta cannot amani, be found anywhere unless you find it in Jesus. haiwezi patikana pahali popote isipokuwa ni All the Yesu. things that troubles your Vitu life, vyovyote ambavyo vinasumbua maisha the yako, source tonight you must realize it is Jesus. chanzo chake lazima utambue ya kwamba ni And Yesu, we are not going anywhere far away from him, na hatuendi mbali zaidi na so yeye, that when bad things will happen, ili ya kwamba vitu vibaya vinavyotendeka. today it could be your daughter who wants to die. Leo inaweza kuwa ni binti yako anataka kufa, Tomorrow it could be your wife who is about to die. kesho inaweza kuwa ni mke wako anataka The other kufa, day it will be your son who is about to die. siku inayofuata itakuwa ni mwana wako. So circumstances can change, Hivyo hali inaweza but badilika, the source of help must always remain to be Jesus. lakini chanzo chetu cha msaada lazima kibaki kuwa The Yesu. trouble of finances that you have, Hivyo kukosa fedha ambayo unako the nayo, owner of silver and gold is Jesus. yeye mwenye fedha na dhahabu ni Yesu. What you are looking for, Kile ambacho you unakitafuta must come back to yourself lazima urejee wewe and mwenyewe, realize there is one better than the things you are looking na for. utambue ya kwamba kuna yule mkuu ambaye anashinda vitu vyote You ambavyo must realize unavitafuta. there is one that owns up everything. Lazima utambue ya kwamba kuna yule anayemilika kila kitu, There is one who is the source of life. yule ambaye ni chanzo cha There uhai, is one who is the source of everything we need. yule ambaye ni chanzo cha kila kitu ambacho And when tunakihitaji. he came into this Na world, wakati alikuja katika dunia he hii, came to show us the way. alikuja kutuonyesha He njia, came to tell us what is right and what is wrong. alikuja kutuonyesha kile kizuri na kile And he kibaya, came to show us the difference between light and na darkness. alikuja kutuonyesha tofauti ya nuru na giza. To live in darkness brings you to a condition. Kuishi katika giza inakuleta katika That is hali. why the Bible says, Ndiposa Biblia a inasema man who dwells in darkness ya kwamba yule ambaye anaketi katika giza cannot lead you into light. haezi kuongoza katika You nuru. need light to lead you out of darkness. Unahitaji
unahitaji nuru ikuongoze kutoka kwa giza. When light comes into your life, Wakati nuru inakuja maishani mwako, sickness that is darkness must leave. magonjwa ambayo ni giza lazima yaondoke. Demons that are dwelling in your life will not have permission. Shetani ambao wanaketi katika maisha yako hatakuwa na They hali must yote. live by the command of the word. Lazima watoke kwa amri ya The neno. bad dreams you are going through. Ndoto mbaya ambazo unazipitia. Somebody called and said, pray for me hard. Mtu alipiga simu na kuniambia kwamba niombe zaidi. Every time I go to sleep, I'm afraid. Kila wakati naenda kulala Because I uoga. dream of myself in my primary school, Kwa sababu najiota nikiwa katika shule yangu, putting on the primary school uniform. nikivaa uniform za shule And yetu. when I do that, the following week is a bad week for me. Na wakati nafanya hivyo, wiki inayofuata ni juma baya. Let's run to the center of help. Acha tukimbilie yule ambaye ni msaada. Jesus came all the way that he may show us the way. Yesu alikuja ili atuonyeshe njia. And that is why he went to the cross. Na ndiposa alienda msalabani. And from the cross he went to the grave. Na kutoka msalabani akaenda And from the kabrini. grave he went back to the Na Father. kutoka kabrini akaenda kwa And Baba. he said, I'm coming Na back. akasema ninarejea So tena. before he comes back, Kabla arejee you tena, have an opportunity to confess him as the Lord and master of your life. lazima uwe na nafasi ya kukiri ya kwamba yeye ndiye mfalme wa maisha yako. Don't die sick. Usikufe wakati wewe ni mgonjwa. Don't die a poor man. Usikufe ukiwa maskini. Don't die a beggar in the street. Usikufe ukiombaomba. Don't die a man who is cursed. Usikufe kama umelaaniwa. When he came all the way to release all these blessings, Wakati alikuja kuachilia baraka hizi you will zote, go back to the throne and you will realize utaenda katika kiti cha enzi na that utatambua you live to poor on this earth. ya kwamba uliishi maskini katika And dunia. yet everything you needed Jesus had put to your reach. Ili hali vitu vyote ambavyo unahitaji Yesu alikuwa ameviweka mikononi But you mwako. lacked the information that I'm giving you Lakini today. ulikosa ile mafunzo ambayo nakupea. Connect to Jesus and find your way through. Jiunganishe kwa Yesu na upate njia yako The ya upenyezo. synagogue leader was in different connections. Mkuu wa sinagogi alikuwa katika muunganiko All tofauti. other connections will never help you. Miunganiko yoyote haitakusaidia. They will cause you to live a life that is not your life. Itakufanya uishi maisha ambayo si yako. But once he ran to Jesus and connected to him, Lakini wakati alimkimbilia Yesu na and kujiunganisha he na yeye, said, please come home, my daughter is na dying. akasema kwamba njoo nyumbani, binti yangu ni That mgonjwa. word, please come home, Jambo hilo tafadhali njoo is nyumbani. what you must confess tonight. Ni jambo ambalo lazima ukiri Make usiku wa your leo. life to be his home. Fanya maisha yako yawe boma lako. Tell him, come home, Jesus, I need you. Mwambie njoo nyumbani, Yesu na Let kuhitaji. him live in you. Acha aishi ndani yako. Make yourself and your life to be a dwelling place for him. Fanya maisha yako yawe makao The yake. Spirit of God is available. Roho Mtakatifu When he anapatikana. dwells in you, wherever you go, he goes with you. Wakati anaketi ndani yako, popote unapoenda unaenda na And yeye. when he dwells in Na you, wakati anakaa ndani you yako, become a source of help to others. unafanyika chanzo cha msaada kwa And when wengine. you go to hospital, you can lay your hands to the sick and they will be healed. Wakati unaenda hospitalini, unaweza waekelea wagonjwa mikono na wao wapone. And you come to a time, even when you are walking and your shadow touches people, Na unafanyika kitu ambacho wakati unatembea hata kivuli they will chako jump up and glorify God. kitafanyisha watu waruke na Because kumtukuza what jina is la coming Bwana. out of your life Kwa sababu kile ambacho kinatokana na maisha is yako a flow of power. ni mtiririko wa Is nguvu. the power that causes us to be healed. Ni nguvu ambazo zinafanya tupone. Tell him, come home tonight. Mwambie aje nyumbani The sasa hivi. greatest prayer the synagogue leader is praying. Ombi kuu ambalo mkuu wa sinagogi analiomba. Jesus, come. Yesu njoo. Without you, my daughter will die. Bila wewe binti yangu atakufa. Jesus, come home. Yesu njoo nyumbani. Without you, my marriage will not stand. Bila wewe ndoa yangu haitasimama. Jesus, come home. Yesu njoo nyumbani. Without you, my ministry cannot grow. Bila wewe huduma yangu haiwezi kuwa. Come home. Njoo nyumbani. It cannot happen when he's away. Haiwezi fanyika wakati yako mbali. Please, Jesus, come home. Tafadhali Yesu njoo nyumbani. Come into my ministry. Njoo katika huduma yangu. Come into my health Njoo tonight. katika msaada wangu usiku wa leo. Come into my marriage Njoo tonight. katika ndoa yangu usiku wa The leo. greatest prayer
prayer is come home. Ombi kuu ni Yesu njoo nyumbani. When this is not your life, wakati haya si maisha yako, tell Jesus to come home. mwambie Yesu aje nyumbani. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, tonight we are praying, come home. usiku huu tunaomba uje nyumbani. You said you are going to the Father and the Father will send the helper. Ulisema kwamba unaenda kwa Baba na Baba atatutumia msaidizi. And that when the helper comes, he will dwell in us. Na wakati msaidizi atakuja atakaa ndani yetu. We are making a prayer like that of the synagogue leader. Tunafanya ombi kama yule mkuu wa sinagogi. Let my life be your home. Acha maisha yangu yawe boma lako. Let my ministry be your home. Acha huduma yangu iwe boma lako. Dwell in me all the days of my life. Ishi ndani yangu siku zote za maisha yangu. And I will never regret because you are the king greater than all the kings. Na sitajutia maana wewe ni mfalme wa wafalme. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunasema asante kwa sababu ya neno hilo ambalo limekuwa la baraka na baraka zaidi. Pale kama utataka kuzungumza na mchungaji, nambari tunakupa. Nambari ya kwanza 0722243702. Nitarudia tena 0722243702. Nambari ya pili ni 0721990930. Nitarejelea 0721990930. Na pia wakati ambapo unataka kupata mafunzo kama haya, ingia tu katika mtandao wa kijamii Facebook na pia WhatsApp, andika pale More Than Conquerors Eldoret na utapata mafunzo kama haya na mengine mengi.